Sisi ni askari kutoka wapi? Kituo cha Kati Central. Tuna mahojiano na wewe. Kamwangalia akasema, "Kwani huamini?" Akavua ile kofia. Nikaona ule upara sana. Kajua ndio hawa. Nikaona kuna nuru imeanza kuingia kwa watekaji. Kuna nuru ipo, alafu kuna giza lipo. Nini kinakwenda kutokea? Mtaona vita za wenyewe kwa wenyewe, wataanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Mimi yani itakiwa nipe siku nyingi sana. Kwani siku na mdude yule, si ndio? Si watu pia waliongea sana. Naomba leo nisiongee sana. Leo kidogo nitaongea kwa kubezi kwenye ushuhuda wa mambo haya ambayo yametokea juzi tarehe 16. Kama watu wa huduma ya Kristo tulioko hapa Arusha, kwenye audio, kwenye video, kuna mengine hamuyajui, mengine nitayasema tu kwa vizuri tu ili pia tuweze kujifunza. Bwana asifiwe sana. Nyinyi wote mlioko hapa Arusha, kule kwenye video na kwenye audio, hakuna mtu hapa ambaye ana wasiwasi na mimi kwamba mimi sio mtumishi wa Mungu. Kila mtu anajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Si tu nyinyi, hata pia ulimwengu umeshuhudia kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu na Mungu ndio amenituma. Mungu anaponituma kwako wewe ni ili nikusaidie uweze kuokolewa. Mungu akinituma katika nchi ni ili nchi iokolewe. Akinituma Afrika ni Afrika iokolewe. Huyu Mungu ananitumaje? Ananisemesha, ananiambia nenda kaseme. Bwana asifiwe sana. Wale ambao pia mnafuatilia kule YouTube, ni mengi nimeyaongea. Nabii nyingi nimezitoa. Hakuna unabii hata mmoja ulio miss. Hakuna unabii uliotoa hata mmoja ulio yani ambao umemiss, yani haukutokea. Zote zimetokea. Pia nilisema pia kuhusu habari kwamba kuna mzimu wa mtu fulani hivi utakuwa mahali fulani kufanya kazi. Na kweli ule mzimu unafanya kazi mpaka sasa. Wale ambao mnakumbuka kule YouTube mwaka jana nafikiri nilisema mzimu utakuwa mahali fulani, alafu utakuwa unaondoka na wengi. Bwana asifiwe sana. Lakini hayo nimeyasema ili kuonya kwamba watu wakae sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi nimesikia sauti ya Mungu na Bwana kanituma vizuri na nimeweza kusema, lakini kusema kuna wakati. Sawa sawa Kitu ambacho kimetokea juzi, namshukuru sana Mungu ameniokoa. Ni rahisi sana ukasikia kwa mtu mwingine, lakini wewe ikikukuta ndio utaona kwamba jinsi Mungu alivyo mwema. Kweli kabisa tukio lile limetokea na wengi wenu mmeshuhudia. Kweli kabisa walipiga sana miguu sana, mapaja huku, mgongoni, kwenye shingo huku, walinipiga sana. Ingawa ni kipigo cha muda mfupi, sio kirefu, lakini ni kizito. Yaani unapigwa mpaka fahamu zinapotea. Yaani unapigwa mpaka unasikia fahamu zinapotea. Walinifunga vitambaa viwili usoni hapa hivi. Fikiria, alafu unapigwa mpaka huko ndani unaona mwanga. Yaani baadaye unaona giza, unaona kipigo hicho. Unaona kama mwanga hivi. Lakini katika tukio lile pia nikakumbuka ile Zaburi inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, si ndio? Sitapungukiwa na kitu. Anasema nimepita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa nini? Mabaya. Kwa hiyo nikapita pale, lakini pia nikakumbuka pia ile ya nani ule Danieli, baada ya kutoka aliingia katika tundu la simba, lakini simba hawakumng'ata, simba hawakumtafuna. Simba wanatafuna, lakini kwa sababu huyu ni Danieli hawakumtafuna. Kwa nilipita pale, wale simba hawakunitafuna. Kuna jinsi Bwana alipanda kitu. Na leo pia nitazungumza vizuri hapa. Kuna kitu Bwana alipanda. Kuna kitu ambacho Bwana alisababisha, aliweka moyo fulani hivi. Nyie mnajua wengi waliochukuliwa asilimia kubwa hawakurudi Mnajua wengi hawakurudi. Na wakirudi wamechakaa. Si ndio? Wamechakaa, wamevunjika miguu, wamevunjika mikono, mwingine yuko hivyo, mwingine wamelazwa. Lakini mimi hakuna mahali nimevunjika, ila tu ni misuli imevimba. Kwa sababu gani? Bwana aliingilia kati. Mengine sitaki kuyaongea sana, lakini kuna namna Mungu aliingilia kati. Lakini pia niliporudi nikaamua kwamba watu waliomba sana.
Nikaambiwa hapa kanisani watu waliomba na wengine waliomba sana, na kuna mpaka baadhi ya mapasta wengine walinipigia simu, walikuwa wakiomba sana. Yale maombi ambayo yamefanyika ndio yaliyosaidia. Naelewa vizuri Lakini kwa nini Mungu ameamua nipite kule? Kwa nini Mungu ameamua nipite kule? Kuna kusudi. Na Mungu kabisa aliniambia kwamba utachukuliwa tu. Hata ile siku ifika, nilimwambia huyu kijana hapa, kaambia Luka, leo unachukuliwa, wanakuja. Hebu niseme vizuri, Disemba Bwana alinionyesha kwamba watakuja watu hapa, watakuchukua kimya kimya, watafanya mpango na utaondoka. Sasa sauti ya Mungu pale inaniambiaje? Wakati unachukuliwa usitoke kimya kimya, toka na kelele. Alafu ni maono yale nikaona, ukiona mtu amekuja ana kipara, basi ujue hao ndio wale mawaidha wasiojulikana. Make some noise, piga kelele. Nilionyeshwa nini? Disemba. Sasa kitu ambacho kimetokea ile siku, kuna simu ikapigwa. Nikamwambia huyu kijana, nikamwambia Luka, leo wanakuja hawa watu. Leo wanakuja hawa watu. Mama alikuwa mahali fulani hivi, naye akasikia, akaja. Sasa unasemaje? Nikamwambia wanakuja. Nikamwambia mpigie simu Sara aje hapa, kana kuna hapo wanakuja hapa, lakini huu ujio wao sio kawaida. Wanakuja na watu sio kawaida. Leo wananichukua. Faida ya kusikia sauti ya Mungu kwamba wanakuja. Wakanishauri Sara, Elisha hapa mchungaji, kwamba basi wewe ondoka. Hawa wakija tutawapokea wenyewe. Wewe ondoka. Kawasha gari hapa, nikaenda wapi kule chini kule kwenye kaoshi kule. Kana huko. Nasubiria afanyaje? Na nikiwa kule nikawapigia simu, nikamwambia mmefika? Anambia basi kama kuna kitu ambacho kiko sawa nijulishe. Kabisa wakaja hapa, wakapokelewa vizuri na mambo afanyaje? Yakaisha. Lakini hawakurudia kwamba mtumishi clear. Nikajua hii leo ikipita leo sidhani. Na kama leo itapita, hii wiki hii lazima nitaondoka. Nasikia vizuri Kwa sababu gani? Tayari Mungu alinisemesha. Nimekuja sasa hivi, nimechukua hawa watu na wapeleka hospitali, na arudi tu hivi hawa hapo. Sasa ambacho kilifanya mpaka nikathibitisha kwamba ni wenyewe, kanaambia sisi ni askari kutoka wapi? Kituo cha Kati Central, tuna mahojiano na wewe. Kaangalia akasema, kwani uamini? Akavua ile kofia, nikaona ule upara sana, nikajua ndio hawa. Ndio nikaanzia kufanyaje? Kupiga zile kelele. Kwa upande fulani zile kelele zimesaidia, zimefikia pia ulimwengu, zimefikia pia watu fulani, na pia zimesaidia mpaka leo hii niko hapa. Lakini si kwamba eti wale walishindwa kuniua, hapana. Nasikia vizuri Si kwamba wameshindwa, hapana. Kwani sikuna mdude yule, si ndio? Si watu pia waliongea sana. Amerudi? Hajarudi. Kwa hiyo ni Mungu afanyaje? Ameingilia kati. Kwa hiyo sisi ambao tunamtegemea Mungu, hata kuna mapito ukipita ni magumu sana, kwa sababu uko na Mungu. Mungu atakutetea. Hata upite kwenye bonde la uvuli wa mauti kiasi gani, kwa sababu tu ndani yako yuko Mungu. Mungu atafanyaje? Atakutetea. Kwa nini Mungu ameruhusu nipite kule? Kwa nini Mungu alinipitisha kule? Kuna vitu Mungu alitaka nivione. Kuna vitu Mungu alitaka nivione. Naomba kabisa watu hapa msikilize hapa Arusha, na pia wale kwenye mtandao, na hata pia hao watu pia wanisikilize. Huu ni unabii na utoa leo. Naomba msikilize vizuri hapa. Yohana alipotupwa kule kwenye kisiwa cha Patmo, ndio Mungu akamfunulia mambo, akamfunulia kuhusu mwisho wa dunia utakuwaje. Na mimi nilipoingia kule, kuna vitu Mungu amenionyesha nikaviona, na huu ni unabii na utoa hapa, na mtashuhudia ukitokea. Yale ambayo Mungu amenionyesha
haya mambo hayana muda mrefu yanaenda kutokea, maana kuna vitu kule nimeviona. Wale ambao ndio wanafanya ile operation ya kuchukua watu au kuwateka watu, kuna kitu nimeona, na hicho kitu hakina muda mrefu kinaenda kutokea. Na baada ya mimi kuingia kule, hicho kitu ndio yani ndio kimejipanda au kinachukua kasi vizuri. Mungu akanionyesha katika hao, unajua mimi ambaye ni mtumishi wa Mungu mwenye roho ya unabii, naweza nikakuangalia hivi alafu nikajua kwamba wewe baada ya miaka 5 au 2 kuna nini, kulingana na ishara ambazo naziona kwako. Nikimwangalia mchungaji hapa hivi, najua mchungaji anafanikiwa au afanikiwi. Kanisa nikiliangalia najua. Kwa sababu gani? Kuna ishara naziona. Ishara sasa nikaziona kwa njia ya kusikia au matendo, nikajua. Kwa hiyo wakati pia wananipiga, wananihoji, kuna vitu nimeona. Nikaona kuna nuru imeanza kuingia kwa watekaji. Kuna nuru ipo, alafu kuna giza lipo. Nini kinakwenda kutokea? Mtaona vita za wenyewe kwa wenyewe, wataanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kuna ambao hawakubaliani na hayo mambo na kuna wengine wanakubaliana. Nini kinatokea? Wataanza kupigana wenyewe, usaliti utaingia wao kwa wao. Ndicho nilichokiona. Narudia tena, na hii kabisa iwasaidie wale ambao wanafanya hizo operation. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuna watu kabisa, jinsi ambavyo wanazungumza, wanapopigiwa simu kutekeleza oda, unasikia kabisa kuna kanuru kamepita kapo. Alafu kabisa unaona kuna kagiza pia kapo. Na giza na nuru huwa vikai pamoja. Vinaondolewaje? Kwa kujitenga. Mambo haya hayana muda mrefu mtaona yanatokea. Mtasikia watu fulani kwa watu fulani wamegombana, wamepigana. Watu fulani kwa watu fulani wamefungana. Kashtakiwa mtu fulani wa aina fulani, ndio naongea hivyo kwa kiroho. Watu fulani alivaa nguo nyeusi, amemfunga mwenye nguo nyekundu. Aliyevaa nguo nyekundu amempiga mwenye nguo, yani vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ndicho nilichokiona. Kwa sababu gani? Tayari nuru imeingia, na nuru ile ni kubwa, ina wengi. Mungu akanionyesha kile kitu kwamba hakina muda mrefu kinaenda kutokea. Kwa hiyo na wao wenyewe pia, ili wajiepushe tu, kwa sababu itaenda kuwa mbaya sana, yaani sitaki kuongea mengi, na hata ninapoongea leo hapa ndio nimaliza. Baada ya hapo tutaanza kufundisha Wagalatia, Wakorinto. Ndio kufundisha Wagalatia na Wakorinto. Haleluya. Kwa hiyo mambo kama hayo yanaenda kutokea. Lakini pia na sisi pia tuna wajibu wa kuombea hii nchi, sawa tuna wajibu wa kuombea nchi yetu, kuombea mitaa yetu. Hali ukiangalia kikweli iko tu hairidhishi, lakini sisi ambao ndio Mungu ametupa mamlaka lazima tuombee. Bwana asifiwe sana. Labda naonyeshwa tena kwa mfano, labda mchungaji, labda ni askari. Huu ni mfano, sawa ni mfano. Labda mchungaji ni askari, sawa ni askari labda wa magereza. Huu ni mfano. Alafu kwenye maono, kwenye ndoto nikamwota mchungaji labda ameshika bunduki, sawa, au ameshika
panga. Labda namuona mchungaji, labda anaenda kumuua labda kiongozi fulani au mtu fulani. Naona vizuri kwenye maono nimemuona mchungaji. Mungu ananiambia, yaani ni tafsiri hapo. Mungu ananiambia kuna huyu mtu anataka kuuawa. Sawa? Nikitafsiri kwa mchungaji, naangalia mchungaji ni nani? Labda mchungaji ni askari. Sawa? Labda ni askari wa nini? Wa magereza. Cha kwanza ni askari. Ni mfano. Naomba hapa nieleweke ni mfano. Cha kwanza nini? Ni askari. Ya kwanza. Ya pili magereza. Unaona nini maana ya magereza? Si watu waliofungwa. Watu ni vifungo. Si ndio? Askari maana nini? Ni mtu wa ulinzi, si ndio? Kwa hiyo nikitafsiri hapo haimaanishi kwamba huyu mchungaji ndio muuaji. Pale nimepewa nini? Alama kwamba watu wa aina hii watamshambulia nani? Mtu huyu, ila sio mchungaji, ila zile ni sifa. Mungu haongei kwa sauti anakupa picha. Kwa hiyo naangalia, kwa hiyo namwambia huyu ambaye anatakiwa auawe kwamba unasikia fulani ni hivi, kuna watu wa aina hii, makundi haya. Kuna mtu amefungiwa labda ni kazi, labda kafukuzwa kazi, sawa, au labda kuna vitu amenyimwa, au amefungwa kweli. Sasa hawa watu wanajipanga. Sasa Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kuna watu hapa nataka niwasaidie, sababu masuala ya rohoni haya tunaojua ni sisi watu wa rohoni. Namshukuru Mungu, mambo imeisha, nimerudi salama. Maisha mengine hayaje, tunaendelea. Kama ni wito nimeumaliza, kama ni kazi yangu ambayo Mungu alinituma nimeshaimaliza, nimemaliza. Lakini nasema haya ili wewe Wakristo tujue ulimwengu wa roho. Katika mwili kuna mtu utamuona haya, yule injinia mwenye roho ya kuzimu anainjinia watu wafe. Bwana amemfunua. Kwani juzi mkumuona? Basi kama mlimuona sawa, lakini Bwana amemfunua. Hata mimi pia nikamsema, sasa zile video zimepaje zimefutika, waniambia nizifute ndio uone. Unasema siri za watu, futa hizo video utafuta zote, na wale watu usifute uone. Naambia baba, hamna shida mzee, nafuta. Wewe sema nafuta zote, hamna shida, nipe tu muda. Acheni. Haleluya. Kwa hiyo yuko mtu anafanyaje? Yaani nyuma ya mtu kuna mtu. Kuna watu wengine pia wananiambia, mtumishi, mbona sijui kanisa utangazi? Najua wenzako wote huko kwenye mtandao wanatangaza uko wapi, lakini wewe utangazi. Najua mimi itakiwa nipe siku nyingi sana, nikitoka siku nyingi sana, lakini ndio wamemteka, lakini imekuwa ni mchakato. Umeona, ili imekuwa na uzito fulani, kwa sababu kuna vitu hadi Mungu alinionyesha. Kuna jinsi naona tulivyokaa kama nchi, kuna namna naona tulivyokaa, lakini sasa kwa sababu tayari wamemkataa nabii, siwezi kuongea tena. Kumshika nabii na kumpiga na kumtesa ni kumkataa nabii, si ndio? Au si mchungaji? Kumshika nabii na kumpiga na kumtesa ni kumkataa nabii. Sasa kwa sababu basi sasa nabii huyu wamemkataa,
na Mungu amewakataa sasa. Kwa hiyo mambo haya tena ya ufunuo si nchi, hapana. Acha waende kwa akili zao, si ndio? Si ndio jamani? Acha waende kwa hakuna unabii hata mmoja ambao nimetoa nikamtukana mtu au kejeli au kukashifu. Nyie simeona kazi zile video? Hakuna. Tena natoa kwa ushauri. Matokeo yake unakamatwa, unateswa, unapigwa, narudi nyumbani, unaonyesha mke wako wala tuwe sana acha tu, wanakuvua suruali, unapigwa nyama hii hapa juu kabisa hivi, unamwagiwa na maji ili ipite vizuri, unarudi nyumbani, huwezi kukaa, unalala tu hivi. Mambo gani yani? Mambo gani yani? Eti pastor, mambo gani yani? Unapigwa miguu, huwezi kutembea, eti na wasaidia watu kweli? Si uache tu, si ndio? Ni uache tu, kwa sababu wewe, mimi nimefanya kwa nia iliyo njema, tena hasa kusaidia utawala huu kulingana na mazingira yalivyo. Unasaidia, naona hiki kitu epusheni, naona hapa hii toeni, hii hapa naona hiki, naona mzimu wa fulani huko hapa, toeni, naona kuna msumari mahali fulani, toeni hii. Ndo yani huu ndo mshahara wangu, yani mshahara wa kushauri watu, kuwasaidia. Kama ile ambayo nilisema ile naona kuna watu fulani wataondoka hapa, hebu rekebisheni, msitumie magongo, tumieni fimbo. Wakaona waanze na mimi. Nakumbuka ule nabii niliotoa kwamba nyinyi watu fulani msitumie nini? Magongo. Msitumie magongo, tumieni viboko, maana hawajui. Wakaona sasa tunaanza na wewe. Haleluya. Wakaanza na mimi. Lakini kwa leo nasikia mafanikio huwa hayalazimishwe mchague. Hata mimi nimekaa hapa sikulazimishi wewe ufanikiwe, si ndio? Na kushauri ufanikiwe, sikulazimishi mchungaji kuwa pasta. Na kushauri, kuna memba katika uchungaji, pasta, hebu tembea hivi. Yani ushauri sio amri, sio oda. Lakini sasa ushauri unaambulia kipigo. Kwa hiyo nimesema kabisa nidhamiria kuacha, na hata usiku kwa mkia jana Bwana akaniambia usigeuze shingo, kaa hivi, usigeuze. Yani kile ambacho nimeamua kwamba hivyo kama umeamua vyema, usigeuze na shingo, acha. Kwa hiyo kuanzia ninapoongea leo hapa mpaka uchaguzi kuisha, mambo haya basi Mungu anionyeshe mwingine sasa. Maana ile siku wakati anachukua hapa, niliomba kwamba Mungu, kazi yako sijaimaliza, lakini pia Mungu umenipa watoto wanitegemea mimi. Hivi leo hii nikiondoka watakuwa na hali gani? Naomba uniokoe kwa mambo haya mawili. Naomba nisife kwa sababu kazi yako sijamaliza, lakini pia wewe Mungu umenipa watoto juzi tu hapa, hata mwezi hawana, mapacha, alafu nakufa leo, wazee wote wamestaafu, nikifa hawa wanangu watateseka. Naomba Bwana, leo niko kwenye mikono yao, naomba nitoke na uhai na nisivunjike popote. Naomba unisaidie. Nimeomba mwanzo mwisho. Natuka viboko, badala uite unamta Yesu, inazidi unaenda kwa lugha bana rebeke shepata viboko hivyo. Lakini niwaambia Mungu, naomba uniokoe kwa mambo haya mawili. Kazi yake ambayo ni Afrika sijaifanya,
Ya pili, wanangu nimeenda kule, nimetupwa pale, wamekanigia pale chini, kama Mungu, naomba hii ndio ile pointi ya kuachiwa. Hayo naomba hapo niachiwe. Alipoondoka tu, kama Mungu, asante kwa uhai. Kama Mungu, asante. Asante Yesu kwa huu uhai. Asante.